Zaituni, unataka kuforce kitu ambacho hakiwezekani ili kiwezekane, na ili hali hakiwezekana. Unamaanisha nini Malay? Nimekuona unasalimia mtu ambaye alishawahi kupoteza kitambo sana. Ehe, kwa hiyo wamaanisha Franco alinipotezea kitambo? Hivyo basi acha nikwambie, mimi nilishampotezea kutokea tulipoachana, na kuanzia sasa hivi sitaki tena kusikia jina lake na iwe mwanzo na mwisho. Nisi ndege wangu unaenda kunasa kindege ambacho ilikisubiria kwa muda mrefu. Kwa hiyo nafaa kuwa mvumilivu kwa huu muda mfupi. Malay, silolijua ni sikuagiza. Najua na furaha sana moyoni mwako. Mimi na Franco kuachana mpaka apange Maulana, lakini sio wewe binadamu kama mimi. So, hapa ndo mwisho wangu. Tutakutana tena Monday. Na kuomba uwe makini. Kwako pia. Mambo Zaituni. Poa tu, vipi? Safi. Niambie mazuri ya utokako. Hamna mapya, yote yakali. Kwa bahati nzuri ama mbaya, namshukuru Mungu nimekukuta. Nataka kuongea nawe jambo fulani lenye umuhimu. Basi now I'm too busy. Ikiwezekana tuongee tu hapa. Ida. This is a public story. Kwa hiyo ni story baina yangu na wewe. Kwa hiyo haihitaji watu zaidi ya watatu. Sasa tutafanyaje sasa? Samahani dada, umbakisha mia deni lako la nini? Okay, sawa, nitamwambia mama aje kufidia deni lako. Sawa, na umhimize alipe deni lake kwa wakati. Sasa Malay, si uongee tu. Tuko peke yetu, hakuna anayetusikiza. Ida, hakuna maongezi ambayo tuweza ongea ukiwa juu juu. Hiyo na maana utanisikiliza kile nakwambia, ila hutanitilia maana. So nataka utafute nafasi ambayo utakuwa free ndio tuongee vizuri. Okay, sawa. Tufanye kesho saa 7, ila sijui tutakutania wapi. So nitakutumia location. Toroe. Sawa. Je, kuna jambo jingine? Jambo lingine ni wewe tu ufike kwa wakati. Zaituni. Naam.
Kuna mtu anakutafuta kupitia simu. Jina nani? Jina litokeza kwenye skrini ni Malay. Zaituni, mimi nahisi masaa kuna nyumbani ya Madia. Tutaonana tena. Mbona haraka hivyo? Unajua mama alikuwa ameniacha kazi nifanye. Na kirudi bila sijafanya chochote, ataanza kunifikiria. Okay, sawa basi. Tutaonana. Ndio, nakusikiliza sasa Malay. Mbona una haraka hivyo lakini? Wewe ongea tu haraka haraka kwa sababu mimi mtoto wa kike na sitaki lawama na nyumbani. Mimi nadhani huu ni muda mzuri ambao tutakana tuenjoy mimi nawe. Kwa vitu ninavyokuonyesha na ishara ya upendo ninaokuonyesha, mimi sidhani kama ulipata kutoka kwa Frank. Zaidi ya yeye kukupa stress na mawazo. Kwa hiyo umeniita hapa kwa maongezi gani? Au umeniita hapa kwa kumsemanga Franco? Hapana, mimi sijakuita hapa kwa lengo hili. Ila nimebadilika ghafla hivi. Na unaongea kwa hasira nyingi kama vile nimekukwaza. Nisikilize Malay, ongea haraka haraka, nataka kwenda nyumbani, kuna kazi nataka kwenda kumalizia. Kwa hiyo ina maana lenye nimekuitia hapa halina maana, si ndio? Hapana, mimi sijasema kuwa halina maana, ila kumbuka mimi ni mtoto wa kike. Mimi sina mengi zaidi ya kukwambia. Samahani Malay, mimi siko tayari kwa mapenzi na mtu yeyote. Nataka kufocus na mambo ya shule na mambo yanayonufaisha mimi mwenyewe. I'm not ready for a relationship with you Malay. Samahani kama nitakuwa nimekukwaza. Zaituni, naomba unielewe basi. Malay, siku zote sirudi kauli, ila samahani kama nitakuwa nimekukwaza. Sawa, kwa hiyo naweza ondoka ukijisikia. Franco, nimekuwa sikuelewi siku hizi. Sasa hivi unionyeshe majibu ya shule mwanangu, na nikijaribu kuuliza unanijibu majibu tofauti tofauti. Sasa leo naomba uniambie jibu la mwisho lenye nitakuelewa chenye wataka. Mama, kitu cha kwanza kabisa, mtoto anapofika umri wa miaka 18 huwa anahitaji uhuru wa kuachiwa ili afanye maamuzi yake binafsi. Ukiwa unamaanisha nini? Mama, sina cha kumaanisha zaidi ya kukwambia siku zote ng'ombe lazimishi kunywa maji.